nimeshachoka. Haya mambo ya kusema mwingine atahiriwe, wengine hawajatahiriwa. Unaniambia nisishirikiane na hawa hawajatahiriwa, si watu wa mataifa. Mimi nimeshakata shauri. Jambo moja nimejua ya kwamba ndani ya mwili wangu, kwenye maisha yangu mimi, mtu yeyote asinitaabishe. Sitaki kutaabika na maisha ya Wayahudi, sitaki kutaabika na maisha ya Warumi, sitaki kutaabika na maisha ya Waefeso, sitaki kutaabika na maisha ya mtu yeyote. Nataka mjue jambo hili ya kwamba kwenye mwili wangu sasa hivi nina chapa za Yesu Kristo, sihitaji chapa ya mtu yeyote. Watu watafuta chapa za makanisa yao, wanatembea na majina yao wanatembea na vitambulisho, wanatembea mpaka na mahubiri ya wachungaji wao, wanatembea mpaka na mikandi za wachungaji wao, wakitembea mpaka asome Yuda. Wanafikiri nisikilize nikwambie, jitambue ni nani katika Mungu peke yako, na kila mmoja ajue yeye ni nani. Wewe ni nani? Usipojitambua utaishi maisha bandia milele na milele. Utaishi maisha ya kizungu wakati wewe ni Mwafrika. Utaishi maisha ya kizungu wakati wewe ni Mwafrika. Utaishi maisha ya Kiafrika wakati wewe ni mzungu. Kwa nini? Tunahitaji kujua sisi tumehama kutoka kwa wazungu, tumehama kwa Waafrika. Sisi kwenye miili yetu tuna chapa ya Yesu Kristo. Tunapambana na Mungu aliye hai. Tunabadilika kutoka gizani tunakuja nuruni. Wewe unaishi maisha ya wapi? Unageukia wapi? Wewe ni nani? Mimi nisikilize. Mshirika uje na barua, uje hauna barua, hatukupimi kwa barua ya mchungaji wako na maelezo mengi. Tutachokipima ni maisha yako unavyoishi baada ya kuja hapa kwetu. Hujanielewa? Nisikilize. Uje na barua, hauna barua, uandikiwe mtu wa fungu la 10, mwimbaji wa kwaya, mchungaji wa miaka 20. Mimi sihangaiki na hayo. Nisikilize. Sisumbuki na ile yako, sisumbuki na sifa hizo zote za karatasi yako na barua yako. Nitahangaika na maisha yako baada ya kuingia hapa. Kama kwenye mwili wako unabeba nini? Inawezekana kule umejificha, kule umekuja huku na maisha tofauti. Hatuwezi kufanya hivi. Huwezi kuwa mchungaji kwenye kanisa ambalo lina mchungaji tayari. Huwezi kuwa mzee wa kanisa eti umetoka tuko mahali fulani. Hata ninyi wazee msiende kwenye huko mmekuwa wageni, mnaanza kusema mimi nimetoka ni mzee wa kanisa. Wakuchunguze unaone sasa unakubalika hapo, kupe nafasi. Amen. Hamtanielewa nachozungumza. Kitambue ni nani kabla ya kuwa mchungaji. Wewe ni nani kabla sijawa mchungaji? Mimi ni nani kabla sijawa askofu? Mimi ni nani? Nijitambue kwanza, mimi ni nani katika huyu Mungu. Anasema hivi Paulo, anahasidi kwamba mimi ndio mtume mkuu. Anasema hivi, mwilini mwangu mimi nimebeba chapa za Yesu Kristo. Hebu mwangalie mwenzako, usinitaabishe, nina chapa za Yesu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Unanijia na mapendo, unanijia na vio vyako. Watu wanataka hapa kanisani waheshimiwe kwa sababu ya vitambaa chake alichokivaa. Au kama mama Beni hapa kafunga nywele za utosini hapa, sasa yule mama huyo amevaa. Nisikilize. Haujajitambua, tutakusifu. Unajua, ogopa sifa. Jambo la pili, ogopa sifa za watu. Kimbia sifa za watu. Kama na sifa wanazokusifu watu. Ndio sisi tunabukiaga huko. Watumishi wa Mungu tunaangukia huko. Mchungaji wetu, yaani mchungaji wetu. Nisikilize, kimbia sifa. Mwangalie mwenzako, kimbia sifa. Hata kama uko ofisini kwenu wamekufanya kuwa mfanyakazi bora, mama Upendo, wewe ndio mfanyakazi bora, usije ukainua mabega. Ogopa sifa. Fanya wajibu wako kwamba haya yote ninayoyapokea mimi sijui, ila ninachokijua kitu kimoja, haya ni maisha yangu ya kila siku. Amen. Wakikusifu wewe ni muombaji, usiseme kanisani pale hakuna muombaji kama mimi. Nisikilize, uone kwamba Mungu nisaidie, haya ni maisha yangu ya kila siku. Yaani wewe ndio mfumo
sifa. Kimbia sifa. Ukiona washirika wako wanakusifu sana, na wale wanaokusifu sana waangalie mara mbili mara tatu. Hao ndio wasaliti wako. Ukiona wamekusifu sana, anza kusogea mbali. Wamekaidi watakutengenezea bomu. Kama ni sifa, jitambue na uishi vile ulivyo. Sio usiishi kwenye sifa za watu. Usiishi kwenye sifa za watu. Usiishi kwenye sifa za watu. Amen. Mwalimu mwenzangu yuko hapa. Usiishi kwenye sifa za wanafunzi. Watafeli wote. Mwalimu wetu anatufundisha vizuri. Kumbe unafundisha wanavyotaka, sio kile kinachotakiwa. Unafundisha wanachotaka. Unajua unaweza kuhubiri mahubiri watu wanayotaka watu. Sasa hivi hatari iliyopo kwa watumishi wa Mungu, tunataka watu wanataka tuhubiri mahubiri wanayotaka, sio kile Mungu anachotaka. Tuwaambie habari njema za maisha yao, hata kama wamekosea wasionywe. Kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Sasa watu wataka wahubiriwe, wapapaswe vichwa, hata kama amefanya kitu kibaya. Haiwezekani. Dhambi ni dhambi na haitakiwi ndani ya nyumba yako. Amina. Uzinzi hatutaki, wizi hatutaki, uongo hatutaki, uchafu hatutaki, uchawi hatutaki. Ndani ya nyumba ya Mungu hatutaki. Unataka kutujenga sifa, ututolee. Sisi kama mstory, hata utoe milioni, yaani wewe ndio utoe milioni zote za kujenga hili kanisa. Ukiwa mwenye dhambi utatoka hapo. Amina. Hatukubali. Wewe unafikiri siku ile Yesu anakwenda kwenye ule mji, anatuma ile kijana kwenda anapewa akalipe kodi. Unafikiri alienda kuomba hela kwa mtu? Hebu angalia mzako mbele. Alienda kuomba hela kwa mtu. Alikwenda wapi? Alimtuma kijana mbele. Shika ndoano hii. Unaenda samaki wa kwanza tu, ana hela zangu anazo. Haleluya, haleluya. Mungu kule Bwana ameweka hela kwenye samaki. Kwa nini tunasema haya? Kila mmoja aelewe uthamani wake ni vile ambavyo yeye mwenyewe anajitambua. Amen. Mimi ni nani? Nina haki ya kumwimbia Mungu. Sio uimbe kwaya, usije kuimba kwaya kwa masifa. Kwa mimi nataka niimbe kwa wamenibembeleza, msimbembeleze mtu kuimba kwaya. Msimbembeleze mtu kwa mshirika wa kanisa. Msimbembeleze mtu kwa kiongozi mzee wa kanisa. Msimbembeleze mtu kwa mchungaji hapa. Ila kila mtu akitambua mwenyewe atasema hivi, mimi kwa zamu yangu, mimi na nyumba yangu, mimi mwilini mwangu, mtu yeyote asinitaabishe. Ninazo chapa za Yesu Kristo. Sihitaji kuhangaishwa na mtu mwingine. Sihitaji kusumbuliwa na elimu ya mtu yeyote. Sihitaji kusumbuliwa na mtu mwingine. Kila mshirika mmoja mmoja akijitambua hivyo, atajua kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Hajanitembelea mimi, siendi kanisani. Nisikilizeni. Galatia sura ya 6:17 tumesoma, tumesema hivi. Tangu sasa mtu asinitaabishe. Usinisumbue. Niache najua ninachokifanya. Nakumbuka kipindi fulani Nabii Elia alikuwa na paa. Na Elisha akamfuatilia kwa nyuma. Na wana manabii wakasema, unajua bwana wako ataondoka, sasa niache, najua ninachokifanya. Mwangalie msamarie, niache najua ninachokifanya. Wakaenda wakavuka mtu. Akasema niombe unayotaka nikupe. Akasema nataka upako wako maradufu.
hiyo roho ulionayo naitaka mara mbili yake. Ni kwa nini kanisa la Mungu linabaki kama watu wamezorota? Ni watu kutokujua mahusiano yao na Mungu. Wanataka kufanya mahusiano yao na watu wa Mungu, hawafanyi mahusiano. Narudia hii sentence, hujanielewa. Nasema hivi, watu wengi wanataka kufanya mahusiano na watu wa Mungu, hawataki kufanya mahusiano na Mungu. Narudia tena, wengi wanatamani kufanya mahusiano yao na watu wa Mungu, lakini hawako tayari kufanya mahusiano na Mungu. Wako tayari kufanya mahusiano na mchungaji, wako tayari kufanya mahusiano na katibu wa kanisa, ili kwamba mambo yake yanenewe vizuri. Hii kanisa sio siasa, kwamba serikali, kwamba nikipitia kwa mkurugenzi, nikimweka mkurugenzi vizuri atanitendea vizuri. Nisikilize, mnena vizuri mbele za Bwana ni matendo yako, pumzi yako unayopumua kila siku. Sasa pumzi ya mwanadamu ni taa ya Bwana, yapeleleza yote yaliyoko ndani, yanamfikia Mungu kila siku. Kwa hiyo ni vizuri, ni kitu gani? Ni kuzungumza vizuri na pumzi yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa la Bwana, wakati umefika ambapo maisha yako ya wokovu yaishi wewe vile ambavyo, yaani yaishi vile ambavyo neno la Mungu linasema, vile neno la Mungu linakuahidi, kile ambacho neno la Mungu linasema juu yako, ishi hivyo. Usiishi nje ya neno la Mungu. Usiseme mbona mchungaji anafanyaga hivi, ni mwanadamu. Mbona askofu wetu anafanyaga hivi. Achana na hayo, ishi wewe, usiishi ya yule. Leo ishi wewe, usiishi na yule. Ishi wewe. Uthamani wa maisha yako, uthamani wako ni vile unavyojitambua mwenyewe. Hasa angalia hasara moja, yaani kupe hasara moja kabla sijaenda kwenye faida ya pili. Hasara moja ya usipojiona mwenyewe, usipojitambua, unavyojiona mwenyewe. Mmoja akasema ujionavyo nafsini mwako ndivyo ulivyo. Lakini angalia katika Hesabu ile sura ya 13. Hesabu 13. Hesabu 13. Hesabu 13. Mstari wa 33. Hesabu 13:33. Ndio umefika, nilisoma 13:33 mstari wa 33. Juzi tulisikia habari nzuri 33. Leo soma mstari wa 32, samani tutamaliza pale 33. Biblia inasema wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi walioipeleleza, wakasema ile nchi tuliyoipita kati yake ili kuipeleleza ni nchi inayowala watu wanaoikaa, na watu wote tuliowaona ndani yake ni watu warefu mno. Kisha huko tuliwaona Wanefili, wana wa Anaki, waliotoka kwa hao Wanefili, tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, nao ndivyo walivyotuona sisi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu mwangalie jirani yako. Wewe unajionaje? Uko sawa naye au wewe kama kipanzi? Watu wengine unavyojiona wewe ndio thamani yako. Ukijiona panzi, kwa nini sisi tusikuone panzi? Kama wewe ulipojiangalia nafsini mwako, sikiliza, anasema nafsini mwetu, sio nje, ndani yao wakajiona kama mapanzi wenyewe.
thamani yao hawakushushwa, ila walijishusha. Heshima yao haikushushwa, ila walijishusha. Kila siku unajinenea nini kwenye maisha yako? Wewe ni nani? Kila siku unajua sisi maskini, unajua sisi maskini. Mko na nani? Wewe jisemee wewe. Unasema maskini, mko na nani? Unajisema wewe maskini, mko na nani? Ukisema sisi wa Tanzania, mimi ni Mtanzania, lakini ukiniambia sisi maskini, wewe peke yako. Unajua sisi tusio na elimu, wewe ndio huna elimu. Unajua sisi tuliookoka tunaonelewa sana, unaonelewa wewe. Kadiri unavyojiona, kadiri unavyojitambua, ndivyo heshima yako inavyoshuka au heshima yako inavyoinuka. Ndivyo thamani yako inavyoongezeka na ndivyo thamani yako inavyoshuka. Nisikilize. Ninyi wa mama mlio na wasaidizi nyumbani, ninyi wa mama wenye wasaidizi nyumbani, nazungumza na nyie. Nyie wa mama wenye wasaidizi nyumbani, nyie mmekipata kisichana cha watu makaa nacho pale nyumbani. Wewe mama ndio unaishi na wewe. Thamani yako iko namna unavyokuhudumia mumeo vizuri na familia yote kwa ujumla. Thamani yako itashuka endapo utachukua madaraka yako, shughuli zako utampa msichana. Msichana atachukua nafasi yako na wewe utabaki huna nafasi. Utabaki pale boya, kazi yako utakuwa na chat tu. Hivi simu yako iko wapi? Na mimi ni chat hapa. Utabaki tu sekuleta kimguda. Pendo. Mario pendo. Wewe baba maji pendo. Utabaki hivyo. Kwa nini? Na baba hata sema chochote, anataka kuangalia. Atasema thamani vitu yakija kuondoka hapa nitapata tabu nyingi. Thamani yako imekwisha. Kwa nini? Hauna akili. Anakuona kitu gani? Ni mzigo tu. Ila saluni, baba anaenda saluni. Hasemi na wewe, anaingiza tu mfukoni. Nataka kutoka out ndio. Kwenye gari wewe. Unaenda kwenye gari unatembea na utakachotaka kula utakula chochote. Kila kitu atakupa. Lakini unajua kuna mzigo. Kwa nini? Kwa sababu mwenye kunihudumia mimi sio huyu. Thamani yake imeshuka kwa sababu anajiona yeye ndivyo alivyo. Alijiona yeye hana sababu ya kunihudumia mimi. Anamhudumia nani? Ananihudumia ile kibiti. Yule mtu ndo anawaza baba anatakiwa apige nguo basi, anatakiwa avae hivi, anatakiwa afanye hivi, anapenda chakula hiki. Ile mtu ndo anayejua. Lakini wewe unafikiri umepata, kumbe umeanguka. Thamani yako ndani ya familia yako ni jinsi unavyojiona kwenye nyumba yako. Wewe ni nani? Tena narudia tena hapo. Unaangalia vizuri. Umeosha vyombo lini? Umepika lini? Umetenga chakula kwa mumeo lini? Umefua nguo zake na kupiga pasi lini? Umeenda saluni lini? Umepaka kucha lini? Unajiona kwamba unafanya vitu vizuri. Nazungumza kitu gani? Uthamani wako ndani ya kanisa, uthamani wako ndani ya nyumba ya Mungu. Wewe ni nani kwenye hili kanisa? Uliwahi kufagia kanisa lini? Lini umefagia kanisani? Wewe vipindi vya kanisani umewahi kwa mwezi umehudhuria vingapi? Hatuzungumzii sadaka. Maana wakati tuhesabu sadaka kila mtu anakuja na shilingi ngapi, tunaangalia umebia na ngapi. Tunazungumzia uaminifu wako ndani ya kanisa. Thamani yako itategemea jinsi unavyojihusisha na hilo kanisa. Hawa watu wakajiona kama mapanzi.
Usiruhusu mawazo ya kinyonge yatawale maisha yako. Unajua kwa kanisani wanasema hivi, mimi kanisani nani ataniona? Sisi waumini tu kuingia na kutoka, hata mchungaji hanijui. Ndivyo unavyojiona na ndivyo utakavyoonwa kanisani na kila mshirika. Si umeanza kujitaja mwenyewe? Tunakutaja jina lako, tunasema Violet. Nani alitajia jina lako? Si wewe mwenyewe. Wewe tunaita Violet. Sasa kapita Mariamu wakati unataja jina lako Violet. Hebu muangalie mwenzako, jina lako nani? Unaanza kumuita jina lingine wakati anajitambulisha yeye anaitwa Mahioto. Tukamwita Mahioto kwa sababu yeye ni Mahioto. Tukamwita jina lilitambulisha. Kama umejiona panzi, na sisi tutakuona panzi. Hapana, kanisa la Bwana tumenunuliwa kwa damu ya Yesu Kristo. Anasema watu walionipokea niliwafanya kwa watoto wangu, wamefanywa kwa wana wa Mungu, ndio wale waliamini jina langu. Na anasema watakuwa watakatifu kama mimi Baba yao nilivyo mtakatifu. Lakini wewe umejiona nani kanisani? Mtu mmoja kana nigombesha, alinipigia simu kabisa. Hello, amen. Bwana sifiwe, amen. Mchungaji, Bwana sifiwe, amina. Hivi mchungaji, kweli unaniombea? Nikasema kweli sasa hizi siombi, niko sebuleni nimekaa. Sasa hizi hapa siombi, niko tu kanisani, niko sebuleni nimekaa. Siku zote unachukua tu muda unaniombea kweli? Yaani mimi mchungaji sikuelewi kama unaniombea kweli. Mbona mambo haya yananipata? Kwa hiyo mimi ndo ninampatisha hayo mambo. Hizo ndo shida ambazo tunazipata. Sio lawama za washirika. Nisikilize. Wewe ni mzao wa kifalme. Ufalme wa kikuhani. Una haki ya kwenda kuhudumia kama kuhani. Una haki ya kusema kutoa maelekezo kama mfalme. Wewe maana yake una amri ya kifalme, una amri ya kikuhani. Una mafuta ya kikuhani, una mafuta ya kuwa mfalme. Na unataka nani ya kubebea mambo yako ya kifalme? Mambo ya kifalme utabeba mwenyewe na utaenda mwenyewe. Anasema ni mtu akijitambua mwenyewe atakuwa vile alivyo. Anasema mtu asinitabishe kuanzia leo. Sihitaji askofu, sihitaji mtume. Nahitaji kibali. Mimi ni kuhani na mfalme. Nataka kwenda mbele za Bwana nikiwa mfalme kwa ajili ya taifa langu. Nataka kwenda mbele za Mungu nikiwa kuhani kwa ajili ya kanisa lake. Nataka kuomba kwa ajili ya washirika wangu. Mama Yeremia anakwenda kwa ajili ya washirika wenzake. Na mimi nikiwa mshirika mwenzake pamoja. Atasemaje? Bwana, mwangalie kijana wetu, mtumishi wetu, mshirika mwenzetu anaitwa Joseph. Ni kadhaifu sana, hakajui kuongea vizuri, akisema kanaongea hovyo hovyo. Naomba uweke neema yako ndani yake, msaidie kujua kuwa na maneno mazuri, msaidie. Maana yake nini? Uchuma kinanoa chuma. Hakuna mtu anayejitegemea mwenyewe. Tunaitegemea kibali. Lazima kila mtu mmoja ajitambue yeye ni nani kwenye nafasi yake, na afanye ule wajibu wake, si wajibu wa mtu mwingine. Usiishi yule, ishi wewe. Haleluya. Usijione panzi katikati. Tukisema njoo ombe hapo usiku. Na mimi leo amenitaja. Nisikilize. Wewe ni kiungo katika mwili wa Kristo. Thamani yako ni bora zaidi kuliko macho. Na miguu nayo ina thamani kuliko mgongo. Kila kimoja kina thamani yake katika mwili wa Kristo. Kila kiungo kina thamani yake na wakati wake wa kazi yake. Kama unabisha, weka kate kucha zote zinataka kucha. Ndio utaelewa wakati unataka kutoa kamwima kadogo kama kuchoma tu njiani. Sasa unatafuta kaenda hospitali na mmoja sasa vipi? Analeta wewe mwiba. Mwangalie mzao. Wewe ni nani? Kwa topi. Sura 4.
Usiruhusu tabia za kinyonge kwenye hisia za maisha yako.